Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivi imagine unaona watoto unaokutana nao barabarani, wale kuzunguka wote hao na wale wengine nyumbani kwako. Je, wanapitia unayopitia? Wanayajua unayajua? Hapana. Wanaelewa unayaelewa? Wanaweza kufanya unayafanya? Wanaweza kujua anafanya nini hapa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema walioitwa ni wengi, lakini wachache wamechaguliwa. Wengi wanaitwa, lakini wanaochaguliwa ni wachache. Hii inamaanisha hivi, ukiangalia dunia nzima hii, you can find Christian almost kila mmoja atasema ni Mkristo. Christian there are so many. Hao sio wameitwa, njooni kwangu, njooni kwenye ufalme. Sio, but within among the called they are chosen. Kuna special wanaitwa. Wanapewa neema tofauti kabisa. Wanapewa upendeleo tofauti. Njia wanayoipita inakuwa tofauti na njia za wengine. Wanachofundisha kinakuwa tofauti na wengine wanachofundishwa. Wanachokula kutoka kwa Mungu inakuwa tofauti na wengine wanachokula. Those are chosen one. They are given favor. Hallelujah. Wanapewa neema tofauti. Wanapewa grace tofauti. Upeo wa kuona vitu tofauti na wengine wanavyoona. Wakikutana na magumu, wao wanaona tofauti. Hawaoni ugumu. Wanaona kwamba it's the love of God. Naona upendo wa Mungu, kwamba Mungu amenichagua niwe hivi. Hallelujah. Nimekuja leo niwaambie kidogo. Ni kwa sababu ya pendo la Mungu, ni kwa sababu pendo limekuangukia, ni kwa sababu umeitwa na Bwana, ni kwa sababu chaguliwa na Bwana. Haleluya. Ndio maana unapitia unayepitia leo. Wala ambao hawapitii ambayo unapitia, hana mpango nao. Aliowapenda amewaita, akawapitisha katika njia yake, na njia yake si njia nyepesi. Many are called but few are chosen. Many are called but few are chosen. Hawa na kina nani? Wakoje? Wanapitia nini? Bwana Yesu asifiwe. Hata miongoni waliochaguliwa, don't compare. Usijilinganishe wewe na kaka yako, ndugu yako, mkafikiri make it personal. Kifanye kiwe tofauti, kiwe cha kwako binafsi. So nasikia hapa tunasema tunakuabudu, tunakuinua, tunakutukuza, tunasema kwa wingi, lakini ipo kuna namna fulani unatakiwa ifanye personal. Haleluya. Wana wa Mungu tuko hivi, tumechaguliwa hivi, wote tuko hivi, tumechaguliwa, tumeokota huko tulikookota, tukakusanyika hivi, tukachaguliwa, tumependelewa na Bwana. Lakini everyone, kila mmoja ana njia yake hapa. Kila mmoja ana destiny yake. Yaani kati ya hapa kila mmoja ana agano lake na Mungu. Kila mmoja ana agano lake na Mungu. Kila mmoja ana njia yake na Mungu. Kila mmoja, yani atakufundisha wewe, atakachofundisha wewe ni tofauti na atakachomfundisha kaka yako. Kila mmoja ana namna yake anayetrainiwa. Na kila mmoja atawekewa moyo wake tofauti kutokana na magumu unayopitia, kutokana na njia anazokupitisha. Neno la Bwana nasema aliyempenda sawa kumrudi kwa namna yoyote ile. Wewe ambaye umeitwa, umechaguliwa na Bwana, hata mguu wako ukisogea pembeni kidogo tu, Mungu ataongea na kukosoa haraka sana. Ila ambaye hajachaguliwa, hajapendwa, hajaitwa na Bwana, hana upendeleo wa Bwana, Mungu anaweza kukaa hata siku 2-3 asiongee. Hata akifanya madudu haongei. Lakini aliyependwa akifanya tu kosa kidogo hivi, Mungu ameshaongea. Very sensitive. Ukinunika tu kwenye moyo wako, kwa nini hivi? Ameshakosoa. Kwa nini? Hataki mahusiano yaharibike. Akikupenda atakufundisha njia zake sio nyepesi, njia zake sio za kawaida, njia zake utapita kwenye magumu. Ndio kupendwa kule ambako mwenyewe si mwepesi, mwenyewe alikoketi pa ajabu sana. Kwa lazima akupitishe kule, apunguze yale kwa mwanadamu yale. Sawa? Ile njia nyembamba inatusaidia kuturesize. Ni mpana sana kiasi kwamba yale uliyobeba inakufanya unakuwa mpana sana kiasi kwamba kwa njia ile uweze kupita. Kwa hiyo sasa anafanya ugumu kukuresize wewe, kupunguza yale ya kiwanadamu mengi ayadondoshe, mengi adondoke, ili uwe flexible, uwe mlaini, uwe mwepesi, uweze kupita kwa wepesi. Bwana Yesu asifiwe. Miongoni mwa wengi kuna wanaochaguliwa, na wanaochaguliwa wamependwa na Bwana, lakini kupendwa na Bwana wanafundisha njia zake, na njia zake ni ngumu, sio rahisi. Lakini upewa neema na nguvu tofauti ya kuona vile ambavyo wengine hawaoni, na kuvumilia vile vingine ambavyo hawezi kuvumilia wengine. Kuna ambayo unayapitia sio kwa makosa, sio kwa sababu umemkosea Mungu, ni kwa sababu ya upendo wake. Ameamua kukuchagua, akufundishe njia zake. Kwa amini sio kazi ndogo. Usichokiona alafu naamini unakifuata. Unajua kwa dini nyingine huko duniani, kwa amini kitu rahisi. Sile sanamu liko pale tu, unaenda unapiga magoti unaamini pale. Ingali sanamu na represent roho nyingine nakuja na kaa pale, lakini ile ni rahisi kwa sababu anaona ile kitu. Ameshaamua Mungu wetu ni huwa na maamu. Lakini Mungu wetu sio kama ile. Mimi nakwambia vile nyingine nyepesi sana. Na ndio maana ikiitikia inajibu kweli, inajibu kwa sababu ile ni roho fake na uongo, na zinataka kubeba wengi, ndio maana kunakuwa kwepesi. Lakini kule ambako kuna ugumu ndiko ukweli uliko. Ukweli sio rahisi. Ukweli hauwi rahisi kuamini na kupokea. Sio hivyo. It's not easy. My Lord alichaguliwa na Bwana. Bwana akimpenda mtu, Mungu akimpenda mtu, atampitisha mahali anapotaka yeye.
Ukijilinganisha na wenzako utakosea sana. Ukijifananisha na wenzako utakosea sana. Ukijiona huko kama wao ni makosa makubwa sana. Wewe hauko kama wao. Hata kama mko 50, mko 100 sehemu, hauko kama wao. You are unique. Wana wa Mungu ni vitu vya hatari sana. Mungu anatufundishaga vitu vya katika nyakati, anatufundishaga vitu vigumu sana, lakini tunamshukuru Mungu. Katika nyakati hizo ninajaribu kukuambia, mtu akichaguliwa na Bwana, mwanadamu hawezi kuona vile ambavyo Mungu anakuona. Unajua Mungu anakuona tofauti sana. Haleluya. Mungu anakuona chombo kinachofaa, kinachoweza kutumika vizuri. Yaani akikuona wewe anaona hisi opportunities. Anaona opportunity. Yaani anaona I can use this. Ninaona chombo kizuri cha kutumia. Naona chombo kizuri cha kupuria. Ila madamu akikuona, sisi anaonaje? Bwana Yesu asifiwe. Sio kuna mtu ananielewa? Yaani Mungu anapokuona wewe, anaona opportunity, anaona chombo kizuri cha kutumia ili aangushe vitu vikubwa, ili aidhihirishie dunia kwamba mimi ni Mungu ninayeweza kuumba nikatumia chochote ninachoweza kutumia kwenye uso wa nchi, alafu nikakiaibisha kile ambacho kinajiinua. Haleluya. Tena anafurahi, anasema hiki naweza kukitumia kikaleta mambo makubwa sana kwenye hii familia hiki ambayo hayamwamini Mungu, haimjui Mungu, lakini wakajua kuna Mungu ambaye anaweza kumuinua mtu. Hawamjui. Sasa unaonaje? Anasema kwa kuwa huyu ameenda pale, amesikia habari za Mungu huyu wanayomhubiri huyu, mimi ngoja nifanye sample. Yaani unafanywa sample. Ngoja nifanye sample. Ngoja nimfanyie mfano huyu kwenye hii familia. Nimuinue huyu, nimweke mahali pa juu sana ambako hii familia itaamini kwamba Mungu kumbe Mungu anainuaga wanadamu. Hilo tu linatosha ya kukuweka mahali ambako, yani kukuweka nafasi ambayo Mungu anaweza kutumia vizuri tu ili kuwavuta hao wengine kwenye familia. Ikiwa Mungu anaweza kudemonstrate, anaweza kukuita wewe akakuweka kwenye ukoo ambao umjui Mungu kabisa, wanaamini mashetani, wanaamini pesa zao, wanaamini yani pesa, wanaamini miungu, alafu Mungu anakuweka pale ili wakuue, alafu anashindwa kukuua. Unataka kuniambia Mungu anataka nini? Anataka waamini kwamba kuna Mungu kweli ambaye sio kama mwanadamu. Haleluya. Pointi yangu ni nini? Kwamba haya yote yanatokea, wale walioitwa wanapewa, yani ni tofauti sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We are unique. Unachokiona wewe, maisha unayoishi, mtu mwingine akapewa hawezi kuishi. I'm telling you. Aliyeitwa na maisha yake, akipewa mtu mwingine yoyote maisha unayoishi, hawezi kuishi. You have a grace. We are living because of grace, not because of you. Kuna mtu hawezi kuishi, ana shingimia, hawezi kuishi, nakwambia. Yeye anafikiri akiwa nacho ndio anaishi. Hajui kwamba anaishi kwa sababu ya Mungu. Sasa haya maisha hamna mtu anayejua. Hiyo siri unaijua wewe. I'm living because of Jesus. Naishi kwa sababu ya Yesu. Siishi kwa sababu ninavyo mfukoni. Hatuishi kwa sababu tumejenga majumba makubwa tumelala huko mzee. Kinachoishi kuna kitu kingine kinachoishi ndani yetu. Yaani ili ujue kwamba umeitwa na Mungu, umechaguliwa na Mungu, angalia maisha unayoishi. Kama mtu mwingine anaweza kaishi, kampe haya maisha, mbebeshe uone anabeba. Kama atabeba. They can't. Hawezi kuyaishi haya maisha, hawezi kuishi. Ndio utajua kwamba this is a special grace. Ni indication moja hapo ya kuonyesha kwamba unique, umechaguliwa na Bwana. Na ndio maana unapewa nguvu ya ziada, unapewa vitu tofauti. Unaweza kuvumilia, unaweza kufanya chochote, mwingine hawezi kuvumilia. Hawezi. Ndio indicator, ndio kitu cha kuonyesha kwamba umeishi maisha. Ndio kitu cha kuonyesha kwamba mimi ni tofauti na wengine. Vile ninavyoishi mimi, vile ninavyotembea mimi, vile ambavyo Mungu ana vitu vidogo naweza kusustain katika mambo magumu, alafu mwingine hawezi. Special grace. Those who are called, they are given special grace to sustain where others cannot do it. Hakuna wengine wanaweza kufanya unachofanya wewe. Ukielewa hivyo, utajua. Kamchunguza ndugu yako au rafiki yako, mwambie vipi maisha hivi, unaishije hivi? Yaani mwalimu maisha yake, alafu uone anavyoambia. Hawezi. Lakini siku Mungu anapokutoa hapo, utakuwa na kitu gani cha kusema mbele yake kwamba Lord you have found me? Ni kitu gani utamshukuru nacho Mungu? Ambie Lord you have found me. Uliniokota jalalani, mimi nilikuwa nakula jalalani, umeniokota, umenichagua, umenipa neema. Siku Mungu anakuweka pale juu. Ndio maana tunaanziaga humu, alafu siku Mungu anakuweka pale juu, wanakuja wanaona kwamba hii ilianza chini, hii mzee imeanza mbali sana, hii ilitoka kwenye maisha ya aibu, sasa inaenda kwenye maisha ya utukufu. Utakuwa na kitu gani cha kusema mbele za Mungu, kuwaambia watu siku hiyo wewe? Never. Mungu akikupenda, hata kama ulikuwa navyo, vitaporomoka ili uanze chini, kwa sababu akikuacha ulikuwa navyo, utaendelea kujivuna navyo. Utaona maisha, yani utaona kwanza utadharau wengine. Ataanza moja ili upendo wake uwe ukubwa kwako. Ataanza moja, atavunja kila kitu, ataharibu kila kitu. Uanze navyo. Aanze na vya kwake yeye. Aweke vya kwake yeye. Aweke misingi yake anayejua. Haleluya. Ataweka misingi yake. Atafurumua kila kitu. Nenda katafuta matajiri. Kuna matajiri ambao washaokoka. Wakaokoka kama matajiri makubwa, alafu wakafilisika, wakaanza upya. Kwa nini? Walivipata wakati wakiwa hawako kwa Bwana. Sasa wamempata
Bwana anataka awafundishe njia za kwake za kupita ili wawe navyo. Hivi vya mwanzo hivi havina utukufu kwa Mungu, hana cha kushuhudia. Atashuhudia baada ya kupitishwa na kuvipata tena kwa upya. Haleluya. Neno na leo unachokipitia ni kwa sababu ya neema tofauti, ni kwa sababu ya neema tofauti, ni kwa sababu umechaguliwa, umependwa na Bwana. It is because God loves you a lot. You are among the chosen. Many are called but few are chosen. Those few, they are given a ways. They perceive differently. They are unique. They have a special ways of living. They can survive without having anything. Wanaweza kaishi bila kuwa na kitu. So material things. God is not material. God is spirit. Kwa kuwa Mungu sio material, ni spirit, mara nyingi atakufundisha kuishi bila kutumainia material. Hallelujah.